Ya masuala ya matamshi ya chuki hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili linawatueleza, je, wanahisi kwamba kumekithiri matamshi ya chuki humu nchini na wanahisi kwamba ni kipi ambacho kinafaa kutekelezwa ili kuzuia matamshi ya chuki. Swala la hate speech ni swala nzito sana kwenye Kenya, sababu na mimi kivyangu ningependa sana ile hate speech yenye more especially iko directed to a community. It's a very bad hate speech. Na tungependa sana kuwasihi wale wahusika, NSIC, hizi body hizi mabodi zenye zimepewa hiyo majukumu ya kuangalia hilo swala la hate speech, waweze kuwashtaki wale wanasiasa. Kwa mikutano ya kisiasa nimeweza kusikia mambo ya hate speech, na kwa kweli kusema ukweli, mimi huenda sitatoka kwa mkutano, sababu hilo litakuwa labda ni jambo tu moja kwa yale maneno ama mambo mingi ule mwanasiasa atakuwa ameyatoa. Na sababu kama nafuatilia yule mwanasiasa, ambapo mimi kumfuatilia mwanasiasa labda nimemfuata na nimejua yule mwanasiasa yuko sawa, lakini kama inawezekana, sababu makosa yanaweza yakafanyika na mwanasiasa anaweza kuwa labda amefika pahali na amekuwa taken away maybe by the congregation ama the multitude, na akaweza kuongea in terms of hate speech, hawezi kuchukuliwa sheria na hawezi kushtakiwa. Na wakiweza kushtakiwa, hata kama ni mwanasiasa yule napenda, najua hata yeye huko mbeleni ataweza chunga zaidi. Hate speech imekithiri katika nchi yetu ya Kenya. Kiongozi amechaguliwa yuko TikTok anatuzi viongozi wengine ambao wamechaguliwa. Shame on you people. Sisi sote ni wa Kenya na sisi sote ni mandugu. Kwa hivyo tunastahili kukaa katika utangamano, bila hata chuki wala kumnyoshea kidole huyu na yule. Lakini sasa Kenya hii, sijui sisi tumerogwa na nani, sijui tumekunywa mtindi wa kiasi gani. Sasa ni kama tumerogwa. Tukifika mahali fulani, mara unaanza kumtusi huyu, kumrushia mambo huyu na yule, hata wakati mwingine kurusha chamba ambalo linaweza hata kumwadhiri mtu. Kwa hivyo si kitu kizuri wakati unapoenda mahali fulani kujipigia debe, kisha unaanza kumkasibu wala kumnyoshea mtu ama kuanza kumtusi mtu. Kwa hivyo ni chamba ambalo si nzuri hata kidogo. Mimi nimeacha tu kuangalia story zote zinahusu Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Ruto. Sababu gani? Yeye siasa zake ni za chuki. Anasema Mheshimiwa Rigathi Gachagua ndiye anaongea mambo ya chuki, lakini yeye mwenyewe ndiye anaongea mambo ya chuki. Hii serikali Ruto ameifanya kuwa yo kabila kutoka juu hadi chini. So tena juzi nimeona, mimi mwenyewe nilikuwa hapo Sirunga jana, wakati niliona chuki imeanza kutokea, watu wanachoma vitu za UDA, nilitoroka. Kwa sababu gani? Sipendi mambo ya chuki na vita. So Mheshimiwa Rais ndiye ameshindwa kuongoza hii nchi, vile Mheshimiwa Matiang'i anasema, kuweka sheria mbaya, kutumika pesa nchi vibaya. Hata hii mambo ya siasa ya mapema imefanya hata leo watoto wanarudi shule hawezi rudi kwa sababu hakuna capitation kwa shule. Wazazi hawana pesa inatumika kwa kampeni. Kama hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakikiri kushuhudia matamshi ya chuki katika mikutano ya kisiasa, wakizidi kuomba kwamba zile asasi zilizotwikwa jukumu la kukabiliana na matamshi ya chuki kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wanasiasa wanaoshuhudiwa wakitoa matamshi ya chuki. Duncan Bunde, Ramogi TV, kaunti ya Nyamira. Nyinga ilungu ni Peter Otieno Udo, ajadak ma Mombasa ka, kendo agokura Mombasa ka. Kaluwore gi political tension madhi mbele Kenya sechegi, mwaneno ka leaders wawuotho tunge piny, kendo wacho weche ma ok odhi kare. Giwacho weche makelo wich kuot, kendo weche ma ok beyo e kind oganda. To ma biro nikech koso luoro chik. E Kenya wan gi katiba, kendo wan gi chike, kendo wan gi institutions monego bed ni luwo chike. To wayudo ka jotendwa mwamiyo luor, kendo mwayiero, moko be ma ok oyier, wuotho ka kelo weche ma ok odhi kare mag atua, weche mag achaya, weche mag akweda. To mae biro nikech institutions magwa ok omi teko mar timo gima kare
kata kao chik ne jogo matimo gini. Mar ariyo, gik mamiyo magi timore en midenyo, to kendo en jotendwa be matiyo gi jogo mawacho weche ma ok odhi kare. Recently nyicho waneno weche kawuok mokwongo ne waneno Homa Bay ka member of parliament ma Rangwe nowacho weche maricho richo. Kendo nyocha wachako waneno ka achiel kuom jotelo ma Siaya iluongo ni Makamu wa Makamu wacho weche ma ok odhi kare, ma ok owinjore kata gi ike. Sani iluonga ni Jared Otieno, ajadak Mombasa kae. Atemo wuoyo gi jok ma pusa wach sani en sat siasa. Gima duong' waneno e Kenya kae, yende Kenya kok anyalo wache nang'o. Wan gi jok mang'iyo jogi kaka wuoyo, to gini giketo ni jomoko kowere ni gino pande moro ma kakorka sirikal kochacha. Koro gipusa weche kaka gihero. Momiyo ofise onego ng'e kaka dok mogitemo giwuoyo giwacho dok maricho ka. Ofisa mondo omini owuo, koro tamo mondo ofisa mondo kik ti. Kech gimoro amora Kenya ka obedo siasa. Keti nyalo yudo ni for example, gik masani wawinjo kata ka jowa maduong' temo wacho kata sama gin e rally gigoyo ka. Giwuodore sani gin e broad base. To gimondo gi ranyisi moro maber mondo ong'e kaka gik moko timore e Kenya kae. Koro atemo kwayo jodalawa mantie makata mago maluwore gi broad base mantie Karuto. Ging'iyo weche moko wacho mbele ji. An iluonga ni Felix Okoth. Abenda winjo wach mar weche maricho mag hate speech go. To kian ok aneno ka gin weche maber moloyo to sani nikech wadak e piny ma sani ji oriwore. Koro kichako wacho weche mag yanyo jomae dhok mamoko kata gi dho amwache, to sani ji oriwore kamoro amora, kar tich, kar dak, to kata kend. Koro akwayo jowa ma jotelo masani gi josiasa ni ok ochuno ni nyaka iwach weche molil e wach kabila moro kata weche mochido e wach joma moko ma ok jodhou ni mondo ekiyombi e siasa. To akwayo jopiny ni kik uyie mondo ng'ato kel weche manyalo duokowa e lweny mane wan go 2007 cha kendo. Watamre uru ka ng'ato wacho weche ainago kata e gathering ma wantiere, to watame mondo ging'e ni ok wadwar winjo weche ainago. Ng'ato ng'iswa mana gima odwaro mondo timnwa. Nyinga en Isaac Maramba. Ase romo gi joma wacho josiasa mawacho maloso marach, maloso motido, maloso madwanyore miluongo ni hate speech kuonde mag siasa. Ok en gima ber, ok en gima anyalo morgo. To chieng' manene aromo kodgi na experience gi, ok nanya wuoyo ahinya nwach gala moro nochwakore kabisa ma wacho gimoro amora against the politician ninyalo kata mana mi ichwadi. Koro ok en gima ber kata matin. Josiasa mawacho makelo weche mag hate speech gi gin joma beyo, to onego bed ni sheria okaw sheria mondo otergi mondo otergi e court mondo oyalgi mondo ka itweyo to twegi kanyalore. Nwach ok en gima ber kata matin, nwach omiyo wagore wan kiwan kaka jo Kenya. Kwayona maduong' en ni serikal otem matek ng'i kaka nyalo timo gini, kata ka en puonjo ji to puonjo ji tim kata mana sensitization mondo ji ong'e ni hate speech no ok en gima ber. Nama, shukran sana. Bila shaka kama ulivyosema, tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Kajiado, na leo mada yetu ikiwa inazungumzia swala la matamshi ya chuki
na ni swala ambalo labda wengi tu wamewahi kushuhudia, hususan katika mikutano ya kisiasa, lakini hamna haja ya kuandikia mate. Wacha nizungumze na wananchi wa Kajiado iwapo labda wamewahi kusikia matamshi ya chuki kutoka kwa viongozi, na pia ni swala ipi inapaswa kufanya ili kudhibiti matamshi ya chuki, ili kuwepo na labda siasa za amani na masuala kama hayo. Tutaanza na wewe, labda kibinafsi, umewahi kusikia matamshi ya chuki? Asante. Kwa majina ni Julius Modhama, coordinator bodaboda Kajiado Town. Na ili swala la hate speech ni swala ambalo limekita mizizi karibu kila kona, na katika pande zote mbili, upande wa serikali na upande pia wa upinzani, na ni swala ambalo viongozi wanalizungumzia kwa hadharani mbele ya wananchi, na ni swala ambalo ni tata sana na ambalo ni vibaya sana, kwa sababu linachochea mambo ya uchaguzi ujao na linaweza leta shida kubwa sana. Hiyo ndio ambayo inaweza fanya hata nchi ipigane. Kwa hivyo mimi naomba, kwa sababu tuko na taasisi ambayo inasimamia mambo ya hate speech na ambayo inaangalia viongozi ambao wanatoa matamshi ambayo yanaweza wakisha moto katika nchi ya Kenya, wakazie macho bila kupendelea. Kama ni mtu ambaye anatoka katika mwanasiasa, anatoka upinzani, hiyo taasisi ichukulie hatua mara moja kiongozi ambaye anatishia usalama wa nchi kwa kutoa matamshi ambayo ni ya chuki na kupiganisha wananchi. Kama ni upande wa serikali, bila kipendeleo, hatua mara moja ichukuliwe na hao viongozi waadhibiwe. Asante. Asante sana. Wacha tupate mzee hapa. Unafikiria vijana wanatumika kueneza siasa za ama hiyo matamshi ya chuki? Kusikia tu. Hakika vijana wanatumiwa na viongozi upande wote, na tungeomba vijana wetu wasiitikie kutumiwa na viongozi wale ambaye wanaendeza siasa ambaye sio ya kawaida. Siasa hate speech iko kila upande wa serikali, upande wa opposition iko, na tungeomba tu taasisi za serikali zile zinahusika zichukue hatua, tuwe na siasa mzuri tunapoelekea uchaguzi wa 2027, ili hata sisi tukipiga kura tunajua kwamba tunapigia viongozi wale wanahitajika. Asante sana. Tumalizie na wewe, labda umewahi sikia viongozi wakieneza siasa ama matamshi ya chuki, na vile kama vijana ndio wanatumika kama chombo kwenye mitandao ya kijamii na mambo kama yale? Okay, naam, naitwa James Muoki, mkaaji wa hapa Kajiado, mwana bodaboda. Tumeshuhudia kuona mambo mingi ya kisiasa raundi, na siasa ya raundi tukijaribu kuangalia ni kama imebadilika tofauti na hapo mbeleni. Sababu siku hizi tunachagua kiongozi tukitumainia atufanyie kazi, wanaanza kupigana huko juu, inakuwa ni matusi na maneno ingine inakuwa ni kama inangonganisha wananchi wa chini, na wakati fahari wawili wanapigana huko juu, nyasi sisi hapa ndio tunaumia. So ile onyo naweza toa kwa vijana wenzangu ni wakuwe macho sana, wakubwa wasiende wakozanie huko waanze kurushiana maneno, na sisi ndio tunatumika kama kwenda kupigana pale kwa ground. Asante sana. Ni kauli za wananchi kutoka hapa Kajiado, na umewasikia tu, wengi wakitaka taasisi husika kudhibiti hilo ili kuhakikisha kwamba labda kuna amani, hususan wakati taifa linajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kutoka hapa kaunti ya Kajiado, kwako studio, mimi naitwa Robert Masai. Mwanjiko Kimani from Nyeri Town constituency, Rware ward. And this thing about his speech, I think in 2008 there was the National Cohesion Integration Act, which was enforced by NCIC, National Cohesion and Integration Commission. And I understand Kenya has legal frameworks to deal with hate speech. Just the other day, I heard the governor of Nakuru County, Susan Kihika, saying that Rigathi Gachagua should not be seen anywhere near Nakuru City. I think that was so uncalled, because every candidate, when you are vying and the aspirant, there is this code of conduct that the IEBC bring to those candidates. So what should be done to those people who are spring hatred? Because I understand in the Constitution 2010, in Article 33, it is stated that it protects the freedom of expression, but it doesn't protect the freedom of hate speech. It doesn't protect advocacy of hatred. So the measures should be taken, and I think the system should enforce the already existing laws. My name is Lawis Brown Mathenge. I am a youth and a voter here in Nyeri County. Yes, I have witnessed hate speech in public gatherings. And one, it is so unfortunate.
knowing that the Constitution is very clear in Article 33 of the Constitution, where we have that freedom of expression. But on the other hand, it is very clear that we are not supposed to involve ourselves in hate speech or anything that will bring violence. As a voter, I was not happy about the issues or the occurrences that happened, especially in public gatherings, because majority of these public gatherings you find when we are having harambes, and so at some point they even inflict more pain to the family, because you are there as a leader to support the family. And I want to even appreciate the new crop of leaders who are there discussing ideas that are going to take this nation forward, and they are not there to discuss people. My name is John Moy, a resident in Nyeri town. Personally, I've had the political class on issues on hate speech. And on hate speech, it really fuels anger in us, and it reminds us of issues. Take the likes of the 2007 general elections violence, and it really reminds people of the big mess that can be made from political sentiments. Yes. My name's Ed Gitonga, and as far as hate speech is concerned, I have saved hate speech one way or another in political gatherings and in social media too. But the only way we can curb hate speech is if people in government stopped it at first. Because you get even the topmost office, being the president himself, he's a patron when it comes to hate speech. Unapata, sometimes he calls us terrorists, at times he calls us illiterate, at times he calls us tribal, just because when you ask questions that are pertinent to his leadership and he knows he has failed, of course you're going to find a hate slur now and then. So hate speech can only end if we have people like the MP who say that we should all be shot in the head. If we had those people taken into account,